Habari za leo ndugu mtazamaji wa Benako TV. Mimi hapa jina langu ni Hamza Swago, ninayekuletea kipindi chako pendwa cha mchaka wa maisha. Kwenye mchaka wa maisha leo tumempata kijana mmoja, atajitambulisha kwa majina yake. Tunaitwa nani? Naitwa Suraji Hamza. Suraji Hamza Swago. Kwa karibu sana kwenye studio zetu za Benako TV. Leo hii tuna maswali kadhaa tunataka tukuulize, lakini kipindi chetu ni mchaka wa maisha. Kwa bila shaka na wewe kwenye maisha upo kwenye mchaka huo, ila wewe lengo yako ipo kwenye masuala ya mazima yanayohusu shule, yani unasoma. Sasa niambie, unasoma shule gani? Cha kwanza kabisa mimi nasomea shule ya Misungu Teki ambayo inapatikana mkoa wa Mwanza. Misungu Technical. Umesema Misungu Technical ndio Misungu Technical bila shaka. Sasa tofauti yake nini kati ya Misungu Teki na Misungwi na shule zingine za kawaida? Maana Misungu Teki ni shule za amali bila shaka hizo. Tofauti yake ni nini shule za amali na shule za kawaida? Peni niulize hivyo. Kwanza hapo tunapenda kusema tofauti kati ya masomo haya au shule hizi. Yaani zipo sana tu kwenye masomo. Maana tungesema kama shule za amali zenyewe zina masomo ya kifani zaidi, lakini hizi shule zingine ambazo sio za kihandisi hazina masomo ya fani. Kwa mfano, shule za amali zinaweza zikatoa fani kama vile upishi, ujenzi, utengenezaji wa magari, fundi wowote ambao unapatikana katika jamii, ili kuimarisha mwanafunzi atakapomaliza kidato cha 4 aweze kujikinga na vitu mbalimbali. Manake anaweza akaengage kwenye mambo mbalimbali kama vile kupata mshahara, manake anaweza akapata kazi sehemu fulani na bila kuboteka, manake anaweza hata mwenyewe akajiajiri, akaanzisha ofisi yake na kufanya kazi mbalimbali. Lakini katika shule ambazo sio za amali, ambazo ni shule ambazo sio za kihandisi, zenyewe yani utasoma ndio masomo, lakini kuna masomo mengine kama Kiswahili utasoma ambao katika jamii hata kusaidia sana. Manake hapo mpaka ufike chuo upate ajira, manake kupitia Kiswahili unaweza kujiajiri, yani sio rahisi sana kujiajiri, lakini ukipata somo la kiufundi lolote unaweza kujiajiri wewe mwenyewe, ukawa na mtaji wako, ukafanya hicho na kile, ukapata ajira au ukajiajiri wewe mwenyewe. Pia cha pili, kuna masomo ambayo kwenye shule za amali yameongezwa ili kumpa mwanafunzi uelewa zaidi, labda hata katika ajira yake na kuwa na ubunifu zaidi. Kwa mfano kama somo la technical drawing, hili ni somo ambalo linakuwa na mambo mbalimbali, maana yake yeye sana michoro, maana yake unaweza ka design nyumba peke yako. Kupitia tu hilo somo unaweza solve mambo mbalimbali katika jamii kupitia hilo somo, ambao shule ambazo sio za kihandisi hawalipati hilo somo. Na kwa shule ambazo sio za kihandisi kuja kusoma hilo somo ni mpaka hata chuo kikuu unaweza kusoma somo, lakini kwa shule ambazo ni za amali hilo somo ni lazima kwanza kulisoma, bali kwanza form 1 mpaka form 4 utakujengea uelewa, ambao kwa mfano kusema na wewe uende chuo itakuwa rahisi kwako, lakini kwa yule ambaye atakuwa amesoma shule za kihandisi itakuwa rahisi kwake kufaulu hilo somo, na hata matokeo yake ya chuo yanakuwa magumu. Na shule ambazo kama ni za amali zenyewe unaweza kumaliza form 4 na ukaacha advance ukaenda moja kwa moja mpaka chuo, sio lazima mpaka usome 5 na 6. Ndio kama hivyo tofauti zake. Umesema somo la drawing umezungumzia sana kwenye lugha ya Kimombo bila shaka, lakini kwa watazamaji wengi najua Kimombo kinatuletea shida au kinawaletea shida. Pengine drawing ni nini kwa Kiswahili fasaha au Kiswahili sahihi? Drawing ni kuchora. Ndio. Kwa hiyo somo la uchoraji zaidi. Kwa moja tukisema somo la uchoraji, shule za kawaida mara nyingi hawajifunzi. Basi tumesoma shule za kawaida kabisa, tunachora ramani kama ramani ya Tanzania, ramani ya Afrika, tumejifunza vitu kama hivyo kwenye shule zetu za kawaida. Building, sasa ndio building maana kuchora kama ramani ya jengo lolote. Sasa umeyaponda sana masomo ya Kiswahili pengine na nini, na tunaona hata shule za kawaida, shule za kawaida ambazo sio za amali, watu wanachanganya masomo. Kuna sayansi kule, tumewatoa madaktari kule wanasoma za shule za kawaida zile za ambazo sio za amali, wanapatikana maengineer kule. Why shule za amali nini yani tofauti? Mbona mimi sijaelewa, kama umenichanganya. Sababu leo tuna madaktari wamesoma shule za kawaida, kuna maengineer tunao majengo yapo kabla hata shule za amali kuwepo, maengineer wako wanafanya vizuri. Vipi leo hivi shule za amali? Bali sijapata tofauti kubwa kwenye shule za amali na za kawaida. Tofauti yake kiini chake nini ambacho yule mwanafunzi wa shule za kawaida hawezi kukipata kwenye amali anakipata? Alikuwa tuna maengineer pia wamesoma shule za kawaida na sio za amali.
Labda niwewe kujibu hivi kwa capacity, maana yake yani kama kwa uelewa tuseme. Baada ya kusoma shule za ambazo sio za kihandisi. Alafu sema ndio alifanikiwa kuwa engineer. Ndio. Lakini uwezo wake hautakuwa mkubwa sana. Tuseme labda atafikisha hata 60%. Ndio. Kwenye uwezo wake. Lakini kama mtu akisoma shule za amali ambazo yaani ukianzia kidato cha kwanza mpaka cha 4, ukasoma vizuri ukamaliza. Ndio. Unakaa katika career yako, wale kufanisa wako utakuwa mkubwa na ujuzi. Yaani utaacha masomo ambayo sio ya lazima, kwa mfano kama biology. Ndio. Yaani masomo mengine sio ya lazima sana kama Kiswahili. Lakini kulingana na mtu anakapopenda, maana kama kuna wengine ni wabebezi wa lugha. Ndio. Ambao wanasema baada mimi nikasoma shule ambazo sio za kihandisi ili nijue lugha vizuri na nikapata ajira. Lakini ukisoma shule za amali, maana kule kusoma Kiswahili hamna. Kuna masomo ambayo yani katika maisha lazima yawepo. Maana mtaja anaweza akaja mtu yoyote anza akauliza, unaweza ukachora ramani ya jengo fulani, kuna kiasi fulani cha pesa. Na unaweza kaa hapo form 4 lakini ukalichora ukapata, yani wale hapo shule za amali yani zinalenga sana kwenye kujiajiri. Mwanafunzi akishamaliza form 4 awe na uwezo wa kufanya kitu, ajipatie kitu chochote cha kujikimu kwenye maisha. Lakini shule hizi ambazo sio za kihandisi, wanafunzi wengi sema asilimia nyingi wengi wanakaa sana kwenye mambo ya kuajiriwa. Maana anajua nikishasoma nini, maana daktari sio unaweza ukajiajiri mwenyewe. Ndio. Leo utakuwa una mshahara mkubwa hospitali kwa maana hapo utategemea makampuni mbalimbali yatoe ajira kwa watu wengi. Kitu ambacho mtu atakayesoma shule za amali atakuwa ashapata baadhi ya kipato kabla ya yule mwingine. Maana atakuwa ashajikimu kiasi fulani, anaweza kusema hata nisiende, hata anaweza atakasema mwenyewe mimi sitaki kwenda chuo. Hata kama fani yake leo aloisoma ameielewa vizuri na inaona inamsaidia, anaweza akajiendeleza. Kwa mfano mtu kama amesomea ujenzi, ndio anaweza akaanza kama anafanya ujenzi fulani, ndio akishapata nini anaweza akaanzisha kiwanda chake cha kufatua matofali. Na hapo anafanya ujuzi wake mwenyewe, sio mpaka mtu aje aambiwe eti apige day work, hapana. Ndio. Yaani hapo ni mwanafunzi mwenyewe anakuwa anatoka na skills mbalimbali kutoka huko. Na pia kwenye somo la technical drawing, ile somo yani ni somo nzuri sana, maana ile somo haina maelezo mengi. Maana watu wengine wanasema ile masomo mengine kama somo la history, ndio utasoma maelezo nini, lakini somo la technical ni kuelewa tu mchoro unavyochora, unashikaje nini, compass nini, unapewa ramani ya jengo hii hapa, unapima vipimo sahihi, ramani ikikubalika unapewa mshahara wako. Yaani vitu rahisi tu, unasoma vitu ambavyo sio vigumu sana. Maana kama ukisoma history alafu unaenda kuwa daktari, yani sio vizuri sana, yani haipendezi, yani kama umepoteza muda. Asante. Kwa waziri wetu wa elimu alituambia kwamba kuna mtaala mpya ambao bila shaka ndio wa amali. Mwanafunzi anapohitimu darasa la 6, maana sasa hivi primary school mwisho darasa la 6 elimu ya msingi ile, anapohitimu darasa la 6 atachagua kwa kushirikiana na mzazi wake, je, aende kwenye shule za amali au aende kwenye shule za sekondari za kawaida, shule za upili za kawaida. Unamwambiaje huyu mzazi na mwanafunzi ambaye leo hii atapata nafasi ya kuchagua? Unamshauri aende kwenye shule za kawaida zile au aende kwenye amali? Na ni kwa nini achague ambalo wewe unamshauri? Hapo ni mapenzi ya mwanafunzi mwenyewe. Maana mwanafunzi anasema mimi nataka kuwa engineer, maana direct takani kwa shule za amali. Ila mwanafunzi kwa anataka labda hata kuwa doctor. Sio lazima aende kwa shule za amali. Atakwenda kusoma biology, mambo ya chemistry. Hayo. Lakini kama mwanafunzi anakuambia baba mimi nataka niwe engineer, uweze kumwambia ataenda kusoma nini shule za ambazo sio za kihandisi. Ni lazima yani shule za amali, kila shule ya amali inamwandaa mwanafunzi kuja kuwa engineer, sio daktari. Labda hata pictographer, mtu anayechora ramani nini, shule za amali wote ni maengineer. Maana engineer kwenye michoro, kwenye majengo, kwenye magari, umeme, ndio shule za amali zinavyoandaa. Na watu yani pale proud ya watu wote pale ni kuwa maengineer, sio labda kuwa daktari. Maana kama mwanafunzi anataka hata kuwa mbobezi wa lugha, mtoto kumwambia tena usome shule za amali, anatakiwa aende kwenye shule nini ambazo ni za sio za yani shule ambazo sio za kihandisi. Maana kule anaenda atapewa lugha ya Kiswahili vizuri, tena 5 na 6 na ataenda kasomea huko HKL. Lakini hivyo vile kwa shule za amali ambazo hamna, yani kule ni engineer tu. Na vipi wale ambao mpo kwenye shule za amali ambao pia mmoja hapo ni wewe member kwenye hizo shule za amali unasomea huko? Wanafunzi wote wanajua wanachokifuata kule shuleni? Na vipi mwanafunzi ambaye yule hajui alichokifuata au hajui nini shule ya amali, unamwambia nini hapo anapokuwa kwenye shule kama hiyo?
Mimi sidhani kama kuna mwanafunzi ambaye anaweza kusoma shule ambayo ajua anataka kukifanya. Na hiyo ukishafika kule utaelewa kwanza masomo yako yamebadilika. Sio kama mtaala mingine. Maana yake kuna wengine unaweza kutaka ukahama pale. Sio lazima kusoma pale kwa sababu mimi ndoto yangu ilikuwa daktari. Kwa nini wamechagua nje kwenye hii shule? Maana yake kule wanakuwa hawakujui ndoto yao. Labda wanaangalia tu umefaulu sana mathematics na science, ukishafaulu vizuri kwenye primary wanakuchagua. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kusema mimi nataka nihame, unahama na kulazimisha. Muda wote utakaosema nataka nibadilishe ni mtaala wangu wa elimu utabadilisha. Tupo na mzukuni na Suraji Swago, yeye anasoma shule ya Misungi Technical iliyoko Mwanza. Kwa ndio mgeni wetu wa leo hapa Benako TV. Asante sana. Unawaambia nini wazazi kwa jumla na wanafunzi kwa jumla? Tupo mwishoni kabisa mwa kipindi chetu. Nataka utumie nafasi hiyo pia kuwaaga wanafunzi, kuwaaga wazazi ambao walikuwa wanakufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu hiki. Kwanza kwa kuhitimisha zaidi, malaika hapo katika kipindi cha likizo, maana wanafunzi au watoto mbalimbali watakiwa wanaheshimu wazazi wao, na mzazi atakiwa engage mwanafunzi, manake amfanye mwanafunzi participate katika kufanya decision making, katika kufanya maamuzi mbalimbali, kushirikiana, kujadili mambo mbalimbali, kuangalia ufaulu wa mwanafunzi, kaa vizuri na mtoto na mambo mbalimbali kama hivyo. Hapo bidii na mzazi, mwanafunzi naye, manake mwanafunzi anazungumza kwenye respect, kwa maana heshima kwa wazazi, lakini kukuzama ndani zaidi kwa mwanafunzi. Sawa, mwanafunzi ana vitu vingi atakuwa ashauriwe kipindi cha likizo, au unataka ujishauri mwenyewe, au mzazi asimame wapi, hasa kwenye nafasi, kwenye lengo kubwa yeye kumsaidia kwenye kutimiza hayo malengo ambayo kwa kimsingi anahangaika nayo huko shuleni. Kwa mtu atakiwa promote, maana katika hata kipindi cha likizo tuseme mwanafunzi wako anasoma fani hata ya ujenzi tuseme, au fani ya utengenezaji wa magari. Unaweza kufanya kama hizo, unaweza wewe mwenyewe ukamkaje mwanao, au mwanao anaweza akakwambia kitu, labda umpeleke hata VETA shule, yani sehemu yoyote ya kifundi, yani wewe kujifunza mambo mbalimbali ili kumpa ujuzi ambao akifika shule au ashauri maana kasikae asiboteke nyumbani. Asante sana, tunakushukuru wewe mtazamaji wetu uliyekuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu hiki. Asante sana. Hatuna neno kubwa zaidi la kukwambia wewe mtazamaji zaidi ya kukwambia asante. Lakini pia kayafanyie kazi haya ambayo tuko tukiyazungumza mwanzo hadi wa kipindi chetu hiki cha mchaka wa maisha. Kaeni na watoto vizuri, waambie nini yes nini no, watengenezeni wawe maengineer wanenu kwenye masomo mengi ya shule za amali. Asante na nakutakia ufuatiliaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea. Ni hapa Benako TV. Asante na kwa heri.